Watu wengi wanakusimulia sana. Sawa sawa. Wanakushuhudia sana mtumishi. Sawa. Unaponya watu wengi ambao wengine hatuzanii. Sawa. Wengi wamefanikiwa kupitia wewe. Sawa. Hivi kuna watu wengi wanajiuliza sana kuhusu mafanikio. Wanajiuliza sana kuhusu baraka. Wanajiuliza sana kuhusu maombi. Sasa nisiongee mambo mengi, nikuulize maswali mawili tu. Karibu. Kati ya maombi na shukrani, kwa sababu wengi wanashindwa kujua shukrani ni nini na maombi inafanya kazi gani, kwa sababu kila kitu kina kazi yake. Sawa sawa. Mtumishi, kwa maswali yao naomba uongee mawili matatu, twende haraka kwa sababu na safari ili uende unapokuwa unaenda. Nadhani shukrani. Hao wote waliopona hayo magonjwa ambayo yameshindikana na kila mmoja wengi wameenda kwa waganga, wameombewa sana. Lakini baada ya kuwafundisha wakaelewa na kuwainulia shukrani, yani ilikuwa ni rahisi uponyaji kwa kweli. Ni rahisi. Kwa nini ninachokisema? Hii ni siri ambayo nataka nikupatie sasa, ambayo ilihifadhiwa, ibidi Mungu ahifadhi, awape wale wampendao. Sawa kabisa. Kwa mujibu wa Korinto wa kwanza 2 kuanzia 2:6 mpaka 9. Sawa kabisa. Kuna vitu ambavyo Mungu aliweka pale ndani. Sasa kawaida kwamba nataka uelewe kuna tofauti kati ya maombi na nini na shukrani. Sawa kabisa. Wengi tulizoea maombi. Sawa. Na tukujua limbuko la maombi ni wapi na limbuko la shukrani ni wapi. Sawa kabisa. Kwanza maombi ni madai. Ni malalamiko. Maombi ni kulazimisha kitu kije kabla nini? Ya majira husika. Sawa kabisa. Sawa. Na maombi ni kitu ambacho unakifanya kinakuwa hakina nini? Una uhakika unachokifanya. Kwa maana unaweza kuomba muda mrefu. Sawa kabisa, ni kweli. Inawakuta wengi sana. Sasa kitu ambacho Muumba alichoniambia kwamba wewe unatakiwa uwainulie, wafundishe watu habari ya kushukuru, kwa sababu lugha yangu mimi ni nini? Ni shukrani. Sawa kabisa. Ukienda kusoma katika Sefania 3:9 anasema tawarudishia lugha iliyo safi ili mpate kuniabudu kwa moyo mmoja. Sawa kabisa. Sasa ndugu yangu mtumishi, unaweza kusema au unaweza kumwambia mtu anayekusikiliza mwenye shida mbalimbali kupitia mafundisho na kupitia kitu ambacho nakisema ni ufunguzi kwake, kwa sababu kuna wengi wanalia, kuna wengi wanashakosa waende wapi, kwa sababu wametembea kwa waganga, wamedanganya, tumeliwa haya zao, wameomba sana kila wakati, bado hawajafanikiwa. Na kikubwa zaidi ni mojawapo ni huo ufahamu ambao unasema kwamba bado ufahamu ndani mwao bado haujapatikana. Kwa hiyo je, mtu anaweza kufuatilia zaidi? Kuna vitu anaweza kufanikiwa zaidi na zaidi, kwa sababu tumeona kweli mpaka kusimamisha hapa, nimeona kweli mengi umefanya, umeponya, umefanikisha watu wengi kupitia ufahamu, wamepata mafanikio kupitia wewe. Je, mtu ambaye yuko mbali, kwa sababu najua kuna wengi wana shida, wako mbali, anaweza kukufuatilia ili aweze kupata mawili matatu kutoka kwako na akafanikiwa? Anafanikiwa kabisa. Kwanza mwandishi, cha kwanza nataka nikwambie jambo moja uweze kuelewa. Inabidi uweze kufahamu tofauti kati ya maombi na nini na shukrani. Sawa kabisa. Sawa, nimekuambia lugha sahihi ya Muumba sio maombi, ni nini? Shukrani. Kwa nini nasema hivyo? Tukijifunza kwa habari hata ya Yesu, wakati akiwa na mkutano pale, watu wana njaa, watamani kula chakula. Sawa kabisa. Sio, umeelewa? Kitu alichokifanya, kuna jamaa walikuwa na wengine mikate mingapi? 5, wengine samaki wangapi? 2. Alichukua ile mikate 5 na samaki wangapi? 2. Sasa nikwambie kilichosababisha mpaka wakashiba pale ni nini? Ilikuwa ni shukrani. Kwa alichukua samaki wale 5 na ile mikate 5 na samaki wangapi? 2. Alichosema Baba, na kushukuru, tupae nini? Chakula. Sawa kabisa. Vyakula vilifanyaje? Viliongezeka, wakala wakashiba. Sasa hiyo ni kodi nayo kupatia, ambayo utakuwa uweze kufahamu nguvu ya nini? Ya shukrani. Kwa hiyo shukrani moja na faida ya kwanza, inaleta maongezeko kwa kila kitu unachokifanya, iwe dukani, sawa kabisa. Sawa. Iwe ni shambani, sawa kabisa. Iwe ni kwenye mifugo, sawa kabisa. Kila mahali utapokea nini? Maongezeko. Sawa kabisa. 2, shukrani inafufua vitu vilivyokufa.
Mtumishi, naomba nikumalizie kwanza hapo kidogo. Ukienda katika Yohana 11:40 na kuendelea pale, utaona kilichomfufua Lazaro kaburini nini? Ni shukrani. Yesu alisema Baba, nakushukuru kwa kuwa nafahamu na nisikia siku zote. Kwa na shukuru ana hakika nasikiwa na nani? Na muumba wake. Mtumishi, sio, unaelewa? Nimekuelewa sasa. Ungesema nimalize kidogo kwanza hapo. Samahani kidogo. Unatoa vitu vingi. Maana namalizia hapo kidogo tuweze kunielewa. Sawa. Sawa kabisa. Karibu. Shukrani hiyo hiyo. Atoa shukrani. Ana hakika na maabudu aliyemuumba. Sawa. Zaburi ya 50 mstari wa 23 inasema atoae dhabihu za shukrani, huyo ndiye ananitukuza nami nitamwonyeshea ukombozi wangu. Sawa kabisa. Kwa hiyo shukrani ina mambo makubwa ngapi? Matatu. Ina faida maongezeko, kufufua vitu vilivyokufa, kwa mfano talanta, viwekezo, vipaji na vitu vingine, hata nyota zilizokufa. Sawa kabisa. Shukrani ndio inafanyaje? Inainua zile nyota ili kusudi onekane vizuri. Shukrani. Sawa. Mtumishi, una vitu vingi sana ambavyo vinashangaza watu wanaokutazama na watu wanaokusikiliza. Una vitu vingi sana. Sasa neno la mwisho utuibie siri, maana najua kuna mengine ni siri. Utuibie siri, hii safari yako hii ni ya utumishi au ni safari ya kwako binafsi? Kuna naenda kuhudumia kwa sababu ndio safu yangu, nataka kuhudumia huko. Nipo kwa ajili ya watu wengine. Ningesema nataka nimalizie pale. Pia habari ya maombi ni kitu gani ndio kuweze kuelewa. Sawa, maombi. Sawa kabisa. Unajua katika Wathesalonike wa kwanza 5:15 inasema shukuruni kwa kila jambo. Kwa liwe baya au zuri, labda ufanyaje? Ushukuru. Sawa kabisa. Kama una ugonjwa na malaria au na kifua kikuu na kisukari, nitakuwa ushukuru, useme Mungu nakushukuru kwa kuwa kisukari kimefanyaje? Umekifuta. Na shukrani ndio ifanye, sio ile ya kupaniki, nitakuwa uwe na furaha. Kwa mujibu wa Kumbukumbu 28:47. Anasema kwa kuwa unishukuru kwa moyo wa nini? Wa furaha. Basi nitakuvika kongo la chuma shingoni mwako mpaka uangamie. Kwa hiyo shukrani ndio kujua, nikitaka kufahamu kwamba unashukuru ni lazima kwanza uwe na nini? Uwe na furaha. Ni kweli. Ni kweli. Si umeelewa? Kwa maana alikwambia shukrani ni lugha ya nani? Ya Muumba. Kweli kabisa. Sawa. Haya, tukija maombi, ukija katika Isaya 26:16, asema wakati wakiwa na tabu zao, walienda mbele za Muumba wakaomba maombi mengi sana. Sawa. Sawa. Wakafananishwa kama mwanamke mwenye mimba aliye na utungu wakati wa nini? Wa kuzaa kaza nini? Upepo. Sawa. Na wakao duniani hawakuanguka. Sawa kabisa. Ukisoma Isaya 26:16 mpaka 18 hapo utaona hizo habari hizo. Si hilo tu. Ukienda katika Mathayo 26:39 kuna kitu pale Yesu aliomba akasema, Baba naomba kikombe ufanyaje? Kiniepuke cha mateso. Sawa. Kikombe kikumwepuka, ila kote alikoshukuru matokeo yalifanyaje? Yalitoka vizuri. Ila alipoomba majibu yako. Kwa hiyo napata jambo pale kwamba shukrani ndio barabara sahihi ya kuleta uponyaji kwa watu. Sio maombi. Kweli kabisa. Sawa? Ukienda pia Isaya 59:16 anasema hivi, Muumba alipochungulia juu ya nchi hakumwona mwombezi. Sawa. Hakumwona mwombezi, na iliyoomba majibu yakufanyaje? Hayakutoka. Anasema ila mkono wake na haki yake ndio iliyofanyaje? Iliyoleta nini? Ukombozi. Kwa hiyo shukrani ndio lugha ya nani? Ya Muumba. Kwa kama ni jambo tunaweza tukaelewa ni kwa Yesu. Yesu popote aliposhukuru majibu yalifanyaje? Yalitoke. Jambo jingine, hebu jiulize. Kama haya mambo tumefungwa akili na shetani na adui. Yaani hatuelewi jambo lolote lile. Chakula kikisha weka mezani pale, badala ya kushukuru inabidi ufanyaje? Uombe. Hivi nikuulize, hiyo tabia tunaitoa wapi? Na mafundisho tunatoa wapi? Kweli kabisa. Kama hata kama ni Yesu ambaye tumemfuata muda mrefu, hakuwahi kuomba akiona chakula, alikuwa anafanyaje? Anashukuru. Sawa kabisa. Au mfano tu mzuri, wewe ukimpa mtoto wako pipi au andazi, wewe unamwambia omba au ashukuru? Anashukuru. Sasa kwa nini kwa yule aliyekuumba wewe uombe badala ya kufanyaje? Ya kushukuru? Tumishi, sijui umenielewa hapo. Nimekuelewa. Kwa hiyo nimalizie kwa kusema hivi, barabara kubwa kabisa ya uponyaji vizuri ukipata ufahamu ni nini? Ni shukrani. Kwa lugha ya Muumba ni nini? Ni shukrani, sio maombi. Kwa hata kama una kesi ya namna gani, nikikuweka kwenye vice ya shukrani, hiyo kesi inaachiliwa. Mtumishi Bwana Madini,
kuna vitu umevisema mpaka tunatamani kwamba tuendelee tu. Sawa sawa. Karibu karibu. Kwa sababu ni safari mtumishi, nahisi hata siku nyingine sema nikupe nafasi. Sawa. Jambo moja au mbili la mwisho. Sawa. Uzungumze ambalo liko ndani ya moyo wako, la kuambia watu wanaokutazama au wanaokuona. Sawa. Waelezee kabla hatujafunga ukaendelea na safari yako. La kuambia ni kwamba yeyote anayehitaji uponyaji wa namna nyingi tu, magonjwa ya aina yoyote, kesi ya aina yoyote, matatizo ya kila aina, madeni ya namna yoyote yale, wewe uliacho umeachika, hapa ndipo pana uponyaji. Sawa kabisa. Sasa ukitaka kunipata zaidi kwenye YouTube tuna account inaitwa, kuna watu wengi wanafikiria sasa tumpate namna gani? Na watu wengi, na hilo ni jambo jema sana. Mahali pa kunipata ni YouTube pale. Sawa. Pana account inaitwa Shine Halisi TV. Sawa kabisa. Kwa hiyo utakuta habari zote zinaendelea pale. Ukinifuata inbox unaweza kupata vitu vingi sana, lakini tutaweka utaratibu, tutatoa namba wale wenye shida wafanyaje, waendelee kupiga. Sawa kabisa. Nafikiri kwa hiyo unaweza kuruhusu mwenye shida akacomment huku kabla hujatuma hiyo namba, hujatoa namba hiyo, akacomment akakutafuta kwa njia ya SMS kwa mtandao wa YouTube. Ni sawa tu, wala mimi naruhusu tu, wala haina tatizo, kwa sababu jambo hilo ndio limeteuliwa na nani? Nimechaguliwa na nani? Na Muumba, ili kusudi niweze kuwasaidia. Kwa nipo kwa ajili ya watu wote. Kwa hivyo Madini, nikwambie tu ufanye wepesi kutafuta namba, kwa sababu wengi wana shida. Fanya mkakati, fanya mazingira vizuri, wengi wana shida, wakupate kwa wepesi. Wakupate kwa wepesi, fanya juu chini, kwa sababu hapa ni wengi wako wanatafakari maneno machache tu, umeongea kidogo, najua mtu akikupata kuna vitu atafunguliwa. Sawa. Una jambo lingine la kuongezea? Jambo jingine la kuongezea katika mitandao mingine, ukiandika hivyo Shine Halisi TV, sawa, utatupata. Sawa kabisa. Shukrani sana. Asante sana. Safari njema. Asante sana. Na huko uendako. Asante sana. Mwenyezi Mungu akutangulie. Asante sana. Asante sana. Karibu sana. Asante.